Bwana picha linaanzia mtaani. Leo tunamwona mjomba mmoja anaitwa Peter, lakini wakati akiwa barabarani ghafla kuna mtu akawa amedondoka katika mchezo wa basketball. Alishangaa sana. Hata hivyo kuna mwanamke mmoja akakimbia kutoka uwanjani. Peter akamuuliza nini shida, hata sijui, lakini kuna mtu kadondoka tu akafa. Wakati bado akiendelea kushangaa juu ya tukio hili, ghafla anakuja mwanamke mmoja ambaye amevalia mavazi meupe. Huyu mwanamke bwana ni malaika mtoa roho na ndio anahusika kuja kuchukua roho ya huyu mchezaji ambaye amekufa hivi karibuni. Lakini wakati tukio hili linatokea, Peter alikuwa na uwezo wa kuona kila kitu tofauti kabisa na wanadamu wengine. Basi bwana, wakati malaika anaondoka, Peter akamsimamisha kisha akamuuliza, "Wewe ni nani? Na umemfanya nini mtu yule?" Bidada akajibu, "Mimi ni Israeli, malaika wa kifo. Najua wewe ni Peter, una maono na ndio maana umeweza kuniona." Kisha akaondoka. Peter akamfuata. Baadaye wakawa wamekaa pamoja. Sasa Peter akaanza maswali. "Wewe ni malaika mtoa roho, lakini kwa nini ni mrembo kiasi hiki? Niliamini kwamba malaika mtoa roho atakuwa ni mbaya sana." Bidada akasema kwamba watu huhisi mimi ni mtu mbaya kwa sababu ya kazi ninayoifanya, lakini hivyo ndivyo nilivyo. Kisha akamwambia kwamba kifo ni jambo la lazima kwa binadamu, hivyo hajui ni kwa nini watu wanamchukia yeye kufanya kazi yake. Lakini Peter akamuuliza tena, "Je, pindi unapotoa roho za watu wewe hujisikii vibaya kuona ndugu zake wanalia na kuhuzunika?" Malaika akasema kwamba hakika najisikia vibaya sana, lakini unafikiri nini nitafanya? Wakati anaendelea kumwelezea Peter, ghafla tu akaanza kucheka kicheko cha ajabu. Hii inamaanisha kwamba bidada haumii hata kidogo, kwa sababu ili jambo analolifanya ni jambo la lazima na ni wajibu kwake. Hata hivyo akanyanyuka na akamwambia kwamba kuna mtu inapaswa mtoe roho hivi sasa. Peter akaomba waondoke pamoja. Hatimaye sasa wakafika katika eneo la tukio. Peter akauliza, "Tumefika vipi hapa?" Bidada akamwambia kwamba naomba utulie, nataka ni focus na hili jambo. Ghafla kuna mtu akagongwa na gari. Peter akataka kumsaidia, lakini yule malaika akasema kwamba muda wake wa kufa tayari ulishafika, kwa haiwezekani kabisa kumsaidia. Hivyo kumbe Peter bwana ana uwezo wa kuona kila kitu, lakini hana uwezo wa kuzuia kifo kisitokee. Walivyoondoka, Peter anamlaumu tu malaika, kwa nini hakutaka wamsaidie yule jamaa wakati alikuwa na uwezo wa kumsaidia? Malaika akasema kwamba ile ndo hatima yake, haijalishi kama mtu alitenda mema au mabaya, atakufa tu. Basi bwana, baadaye wakawa wameenda katika nyumba fulani hivi. Hapa kuna mjomba mmoja alikuwa anashika udhu ili akasali. Yule malaika akasema kwamba huyu jamaa muda si mrefu atakufa. Sasa Peter anamjua huyu jamaa anaitwa Musa, ni mtu mzuri sana na roho nzuri, yani kiufupi jamaa huwasaidia watu, japokuwa yeye pia bado anajitafuta. Sasa kivipi afe? Peter akaanza kumtetea, lakini malaika akasema kwamba haiwezekani, tarehe ilishaandikwa kwamba Musa inapaswa afe, basi atakufa tu. Sasa siku iliyofuata Peter akafunga safari mpaka katika duka la Musa, kwani anataka kuzungumza naye kabla hajapoteza maisha. Musa wakati yuko pale dukani alikuwa akipiga hesabu nini kimepungua ili ongeze dukani. Kisha Peter akafika akamwambia Musa kwamba nataka kuzungumza naye jambo fulani. Basi wakakaa chini, kisha akamuuliza, "Hivi unafikiria ni nini ambacho naweza kukifanya kikakufanya wewe uwe na furaha katika maisha yako yote ulioishi?" Musa akafikiria, akawaza lakini akaona kwamba hakuna lolote lile ambalo litamfanya we na furaha. Yeye anachojali ni kwamba watu wanaomzunguka wana furaha, basi inatosha. Lakini baada ya kubembelezwa kwa muda, mwisho wa siku Musa akasema kwamba kuna kitu kimoja ambacho anatamani kitimie, lakini hadhani kama Peter ataweza kumsaidia. Peter akauliza, "Ni kitu gani hicho?" Basi Musa akasema kuwa kuna mwanamke mmoja hivi anampenda sana, yani kama akimuoa basi mambo yote yatakuwa safi. Huyo mwanamke bwana anaitwa Amina. Huyo Amina unaambiwa huwa anamchanganya kabisa Musa. Kila anapomwona Musa huwa anashindwa lolote la kusema. Mjomba aliapa kabisa kama akimpata Amina basi atafurahi sana katika maisha yake. Basi Peter akamtia moyo tu na akamwambia kuwa inatakiwa kutane na Amina na wayajenge. Musa akasema haina shida, niko tayari hata kufunga duka kwa sababu ya Amina. Basi bwana wakawa wameelewana kwenda kuonana na Amina. Sasa wakafunga safari mpaka katika barabara ambayo siku zote Amina huwa anapita kwenda dukani. Hata ikochukua muda, Amina ndo yule anakuja. Jamaa akajipanga na akamsimamisha Amina ili aweze kutema voko. Akamwambia Amina, "Unajua mimi na wewe tumejuana kwa muda mrefu sasa. Ni kama miaka 10 imepita, lakini kila siku unapokuja dukani ukinunua kitu kimoja huwa nakupa nyongeza vitu viwili." Amina akasema, "Kweli huwa unaniongeza vitu kibao?" Sasa baada ya Amina kuyasikia haya tu, unaambiwa akaanza kuona aibu zikamjaa hatari. Jamaa akamwambia, "Hivi unajua kwa nini huwa nafanya yote hayo?" "Huwa nafanya yote hayo ili tu nijue kama unahisia na mimi au la."
Basi bwana Amina kutaka kumjibu moja kwa moja, akasema kazungumze na kaka, akikuruhusu haina shida, mimi nitakuwa na wewe. Mjomba alifurahi sana huku akijiuliza, yani amesema nikazungumze na kaka yake, hii inamaanisha kwamba Amina kakubali? Amina, kumbe unanipenda Jamaa alifurahi kinyama. Baadaye akakaa na Peter na akamwambia kuwa Amina amemkubali. Jamaa akaanza kupanga kabisa kwamba watakuwa na watoto wangapi katika familia yao itakuwa vipi, watoto wao watasoma wapi na wapi. Lakini Peter roho ilikuwa inamuuma sana, kwani alijua kabisa kuwa mwamba atoboi, kwa haitachukua muda mrefu Musa atakufa. Basi bwana, siku iliyofuata Peter akiwa mtaani anapishana na watu wakisikitika tu. Kisha akamsimamisha jamaa mmoja na kumuuliza, nini shida? Mbona watu wanasikitika? Mwamba akampatia taarifa kuhusu kifo cha Musa. Maskini. Baadaye Peter akakutana tena na yule malaika. Malaika akasema, nimeona kila kitu ulichokifanya kwa Musa, hakika wewe ni mtu mzuri sana. Lakini Peter akamuuliza, umefuata nini hapa, ama umekuja kunichukua na mimi? Malaika akasema ndiyo. Kisha akacheka akamwambia, hapana bwana, muda wako utakapofika basi nitakuja kukuchukua, wala usiwe na wasiwasi, kumbuka nina deni na wewe. Maisha ya binadamu ni fumbo, tujitahidi kutenda mema kila wakati, kwani wewe una mipango yako, Mungu pia na mipango yake. Huu ndio unakuwa mwisho wa picha hii. Naitwa Dullahi DJ the Untouchable, usisahau kusubscribe.